Twala elimio twala elimio twala elimio twala elimio twala. Waambia watu washike kiatu cha nabii. Wangapi walishika? Kama ulishika usiogope sasa, kwa sababu bado na mimi kuna maana kangu kako huko. Kwa kinabii. Lazima Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wote walioshika kiatu cha nabii, lakini miongoni mwenu tayari mmoja amepata muujiza wake. Amen. Amen. Ukiona nabii anatabiri alafu nabii unatimia, maana yake yule nabii alitabiri kitu cha kweli. Amen. Amen. Sasa kama unabii umetimia alafu atumshangilie Bwana, maana yake anazuia na wale wengine wasipate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muujiza wowote utakuja kwa mtu wa Mungu asipouamini. Amen. Muujiza wa kwanza ni wewe kuamini muujiza wako. Amen. Twala elimio twala elimio twala nimepata gari ambapo upatikanaji wa gari hii naweza kusema ni unabii kabisa, kwa sababu hata nabii aliposema tutoke tushike kiatu chake, kwenye akaunti yangu sikuwa hata na hiyo hela ya kusema nilikuwa na imani Mungu atanipa gari, lakini nilikuwa sijui hiyo gari itajia. Amen. Mlango upi? Nilikuta kwa imani tu. Nikiamini mlango ule utakaofunguka ndipo Mungu atakaweza kunibariki. Ingekuwa nilipanga hata nikasema naweka hela kidogo kidogo ninunue gari, ningesema Mungu ametimiliza ile kusudi yangu niliyotaka kwa sababu nimejishawisha, lakini haikuwa hivyo. Siku ile tulishika wengi kiatu, lakini baada ya hapo kuna mtumishi mmoja akanifuata akasemaje, kuna watu wamenicheka, wamesema hata mimi nimeshika kile kiatu eti mimi nitapata gari. Lakini mimi nikamtia moyo, nikasema kwa nini huyo mtu anaonyesha dharau kwako kiasi hicho? Mungu atakupatia, usijali. Haleluya. Lakini nilijua hata mimi nilishika kile kiatu sikuwa na hela yoyote. Amina. Ila Mungu amenipatia. Kwa hiyo naamini hata wewe Mungu atakupatia. Salau unabii wa Bwana, wala ukimwona mwenzako akifanya jambo la imani, usirudi nyuma kwenda kumkatisha tamaa. Maana vitu vyote viko mkononi mwa Mungu. Amen. Kana
unaona unacho ndio maana ukamdharau mwenzako. Kumbe ujui hata hiyo uliokuwa nayo wote baba yetu mmoja anaweza akatoa. Sina maneno mengi. Mungu awabariki. Ameongea maneno mengi ya hekima sana na anaonyesha moyo wa shukrani kwa Mungu. Amen. Na sisi kama ndugu zake wengi hatuwezi kuacha kumwombea na kumshukuru Mungu pamoja naye. Lakini pia kuamini kwamba huyu Mungu aliyetenda kwake anaweza kutenda na kwetu pia. Amen. Kama dunia isingekubali kumfanya Yesu kuwa mzaliwa wa kwanza, dunia isingekuwa vile ilivyo leo. Kwa sababu yeye alifanyika mzaliwa wa kwanza, lakini kumbuka wakati anatoka mbinguni, Mungu alikuwa amemtawaza juu ya kazi zote za mikono yake. Mungu alichukua kazi za mikono yake akamtawaza Yesu, akawa yeye akamfanya ndo mkubwa, ndo mmiliki wa kazi zote za mikono ya Mungu. Na Yesu alipokuja akaziacha mikononi mwa kanisa. Kwa nini kanisa lilikubali au dunia ilikubali yeye Yesu awe mzaliwa wa kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu kumbariki huyu, ndivyo na sisi tunavyofuata katika roko hiyo ya unabii. Lazima unabii utatimia. Baada ya maombi haya ambayo nakwenda kumwomba Mungu, nikiwa nimeshika funguo za gari ya binti huyu, tamkabidhi pastor ambaye huwa anatuzindulia magari huko nje. Ataenda kuzindua, watumishi wengine ataenda kuzindua gari yake. Kama ipo karibu. Ndio. Amen. Basi niombe tushirikiane, utanyosha mikono yako huko kumbariki na kama ishara ya kujiambatanisha kwenye huo unabii kwamba kadiri ulivyotimia kwake na wa kwako umebakiza siku chache. Twala elimio twala Jesus for life. Bisana Yesu Masia. Mosusu azalite. Fungola Biblia tanga. Niye kuma mina kati nango. Jesus for life. Kaka yona biso na yo. Zenda ya